kifurukuti siruki, ndege na mti wake. Mimi na wewe, mtu na tamu yake. Nishajipata, sijapatikana, na kama nanyesha nyeshe, mvua. Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Rabi? Kipindi hewani ni pull up, kipindi kinachokupa burudani wewe mtazamaji wa Rabi TV. Ukiwa umetoka kusikiliza wimbo wa kwake Mario akikuambia mvua. Tumeona kwamba Mario amekuwa na wakati mzuri sana tangu ampate Bibi Paula, ambaye amekuwa akimfanya atoe nyimbo nzuri na zinazopendwa na wengi. Utakuwa nami mtangazaji wako Aminali, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Leticia Henry pamoja na Subira Salim, ambao tuko hapa kukujuza mambo kadha kaza kuhusiana na entertainment, yani mambo ya furaha. Mtazamaji, leo una fursa ya kutuma ujumbe wako mfupi ukituambia wimbo gani ambao unataka kusikiliza kwa siku ya leo. Nasi tunapoenda mapumziko mafupi, tukirejea tutaruka nao, ambao ujumbe wako utatuma kupitia namba ya simu hiyo ambayo iko chini ya screen kwako. Tumerejea tena mtazamaji wa Rabi TV, na moja kwa moja tunakwenda kupita na zile jumbe ambazo watu wamekuwa wakichagua nyimbo zao, na moja kwa moja Leticia ataenda kutusomea ni wakina nani wameweza kuchagua nyimbo ambazo wanataka kuzisikia, nasi tutaenda kuruka nazo hizo nyimbo. Watazamaji wataweza kuzipata nyimbo zao. Jumbe zilizotufikia hapa, huyu ni Juma Omali kutokea Msoma, anakuambia anaomba nyimbo ya Mario Tete. Tumetoka kumzungumzia Mario. Wanaguswa na Mario ni wengi, Aya, anaitwa Zuhura Omali, anakuambia naomba nyimbo ya Zuchu Amanda. Pacha yake. Unajua wewe nani Zuhura? Anamtafuta Amanda. Au naika kapigwa tukio pale. Phone ziringi. Aya, na mwingine anaitwa Shamsia Omali, anakuambia naomba nyimbo ya B2K ni wewe. Watu wanataka kuvaibika. Hakuna hata mmoja aliomba nyimbo ile ya kuumizwa. Wewe ni wote wanataka Amanda bwana. Amanda anataka mjue who is Amanda. Ukute Zuchu alafu ni ndugu yake Zuchu na ni Zuhura. Ukute na yeye wote wamepigwa matukio, sasa wanataka wamjue who is Amanda, ambaye hajui kama una waifu. Muda wote phone ziringi. Mtazamaji, tukitoka hapa tunaenda kupiga nyimbo ambazo watazamaji wameweza kuomba. Na mtazamaji, una nafasi na fursa ya kuendelea kutuma ujumbe kwamba ni wimbo gani ambao ungependa upigwe, lakini tuna mada yetu hapa ambapo tunaenda mapumziko mafupi. Tukirejea tunakwenda moja kwa moja kuichambua mada ambayo inasema mitandao ya kijamii na umuhimu gani? Watu wanataka wajue, je, mitandao ya kijamii na umuhimu gani? Na mtazamaji, utachangia mada yetu hii kupitia namba ya simu inayopita chini ya runinga yako, ukieleza wewe una maoni gani kuhusiana na mitandao ya kijamii. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea moja kwa moja tutakwenda kwenye mada yetu. Baby ni chumwa dharani, mimi nataka waumie. Baby ni kisia dharani, mimi nataka waumie. Why in the middle of the night your phone is ringi rangarai? Tell me why she doesn't know you have a wife. You're tryna dingi dangadai. Baby, I got one question for you. One question. Who the fuck is Amanda? Who is Amanda? Tena mtazamaji wetu wa Rabi TV, na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mada ambayo tulishaintroduce hapo mwanzo kwamba je, mitandao ya kijamii na umuhimu gani? Nao una nafasi ya kuchangia mada hii ukituma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu unayoiona hapo chini ya runinga yako, nasi tutakwenda kupita na ujumbe wako. Leticia, wewe unaona mitandao ya kijamii na umuhimu gani? Kwanza nikianza kwa upande wangu mimi mwenyewe. Mitandao ya kijamii yani kwangu mimi ina msaada mkubwa sana. Mimi kwa mfano mimi ni mjasiriamali mdogo. Naweza nikaposti zangu Facebook, nikaposti zangu TikTok, nikaposti Instagram, nikaposti pia status, nikapata wateja, mtu anaona, ana view bidhaa yako anaipenda na kufuata moja kwa moja na WhatsApp. Pia refresh
fresh. Muda mwingine unaweza ukaanza ku TikTok ukiangalia tu vile clip vile comedy ukaangalia ni kama una mawazo kama kuna clip kimoja hichi kina trend kile cha Wasukuma sijui wale wanacheza wale vitu kama hivyo yani. Hata ukienda Instagram kule mtu unajua mitandao ya kijamii habari kujua nini kinaendelea kama Insta nini kinaendelea miradi yao wanaposti habari. Na kwa upande wako wewe Subira, unaona mitandao ya kijamii ina faida gani yani? Ina umuhimu gani? Faida ziko nyingi. Ila kwa upande wangu mimi mitandao ya kijamii naweza kutumia kama kujifunza mambo mbalimbali. Kwa mfano unaweza ukakuta magrupu mbalimbali kwenye WhatsApp, Facebook. Huwa napendelea kuingia kwenye kujiunga magrupu yale ya Uislamu. Yaani huwa napata kujifunza vitu mbalimbali vitu vya Uislamu. Vile vile burudani. Napenda kuangalia tamthilia mbalimbali. Naweza kupata tamthilia ya dunia. Hivyo napenda sana kufuatilia vitu kama hivyo. Ni kweli mitandao ya kijamii. Kwa mfano mimi napenda mambo ya udaku. Yaani napenda kwa kweli. Kwa hiyo yani mambo ya kina Mangi. Na Gigimani. Yani hapo na Koti. Yani hapo nikikosaga bando kwa kweli nasema mbona kama nimepitwa na vitu vingi. Maana pale unakuta yani Gigimani anapochambana na nili na Mangi Kimambi. Unajua nini TikTok kwa mfano wewe ni mtu kwa mfano tuseme Subira yeye anapenda sana kufanyaje? Kupitia mambo ya dini yale nini. TikTok ukishakuwa mzoefu hivyo unaweza kukuta umeenda nani hivi nini ukiscroll wewe kama wewe tise kwenye mtandao nini sala unapenda kuangalia nini? Mimi kwenye mitandao sana napenda kuangalia mapishi. Wewe tena unapenda napenda kuangalia mapishi na comedy mara nyingi ndio hivyo sana. Wewe hapo mimi nakuwa napenda nini sana ndio hivyo. Mimi ndio napenda michambo lakini ukiachana na hivyo unajua pia mitandao ya kijamii ina fursa nyingi sana. Kwa mfano, kuna wale watu wanatoa promotion, unaona labda ni mfanyabiashara, unakuta mtu amesema promotion yani vitu kwa bei ya jumla, afu wameandika pale na namba zao. Japo kuna wengine ambao wanakuwa ni wanaandika za uongo. Unakuta mtu unapokuja kumtafuta kwamba umependa kitu hichi afu ni cha bei inaeleweka slope. Kwa sasa unapokuja kumtafuta unaona unakuta ni uongo tena. Lakini kuna wale wanaonyesha jinsi stages za kuandaa keki, unakuta mtu kuanzia mwanzo. Kwa hiyo wewe ukikaa pale na bando lako ukimfuatiliza the end of the day unajikuta na wewe unafanyaje, unaweza kutengeneza keki, umejiajiri. Maana sasa hivi watu tunalia ajira hamna. Lakini pia kupitia mitandao ya kijamii inatoa fursa kama hivyo ya wewe kuweza kujiajiri. Lakini pia mitandao ya kijamii kitu inachonifurahisha, unaweza pia kwa mfano kama WhatsApp unaweza hata kuwasiliana na mtu ambaye yuko nje. Unaona mwanzoni ilikuwa ni ngumu sana kumkata mtu ambaye yuko nje. Mimi na swali. Wewe tukishika sasa simu yako hapa, tukaenda TikTok, yani tutakuta ni kipi hasa ambacho tukiscroll video kuna vitatu kinakuja. Viwili kinakuja. Kiukweli nikikupa hapa. Ndio maana namwambia ukweli. Mbona Subira unataka kunitoa roho? Yaani mimi ukishika simu yangu cha kwanza utakachokutana nacho kwa sasa hivi, yani ukiscroll ya kwanza ya pili utakutana na keki. Mambo ya keki. Na ndio maana nimeelezea kwamba yani natamani vile anavyofanya na mimi niweze. Kwa hiyo pale utakutana na mambo ya keki. Lakini hiyo ni TikTok yangu. Ukija kwenye FB mimi ni mpenzi sana FB kuliko hata Instagram. Na kwa nini FB na kusaidia kule unapata nini? Yani FB kule. Yani siku hizi yani kwenye mitandao kwenye yani kule sasa ndio kwenyewe kule. Sasa FB ukiingia pale kwenye FB yangu mimi, cha kwanza utakutana sana na mambo ya siasa. Unapenda siasa? Mimi sio kama napenda siasa, lakini kuna katukio kangu ninakokafuatilia. Katukio gani ndio tuambie sasa? Yaani nafuatilia. Unajua nini? Watu wengi wanapenda sana Facebook. Kumuuliza sana mtu anataka, "Kwa nini unapenda sana kutumia Facebook?" Akamwambia, "Unajua Facebook ukiingia unakutana na watu ambao ulipotezana miaka hiyo." Na kweli FB kule hadi watu nilosoma nao primary na wakuta kule. Lakini sasa hivi Facebook imeenda mbali sana. Ukifungua page imekaa kama Instagram tu. Fungua page sasa Facebook imeenda. Yani FB sasa hivi ndio kitu yani ina hiti kuliko mimi naona. Haina Subira. Wewe tukija kwa mfano tukichukua simu yako tukaenda TikTok.
tukascroll video viwili vitatu. Tunakutana na nini? TikTok sana utakuta labda mawaidha na mishono. Wewe unapenda sana mishono. Na Mungu akubariki. Napenda sana mishono. We. Of course. Kwa hiyo mwisho wa siku tukitaka kuvaa vizuri nini tunakufuata. Ndio kwangu sijali. Mtazamaji nao na fursa ya kuchangia mada hii ambayo iko hapa mezani kwamba mitandao ya kijamii ina umuhimu gani, ambapo tutapita na ujumbe wako mfupi. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tunaenda moja kwa moja kwa info, yani mambo ambayo yametikisa vichwa vya habari kwa wiki hii, ambapo tutakujuza yani tena mtazamaji wetu, na tuko katika sehemu ya mwisho. Kama ndo unajiunga nasi, kipindi hewani ni Pull Up, kipindi kinachokujia kila siku za wiki. Muda ni kuanzia saa 10 kamili mpaka pale inapogonga saa 11 kamili, ambapo ni kipindi chenye vibe, na hapa tuko kwenye habari zinazotikisa vichwa vya habari. Kwa mfano kama leo habari inayotikisa leo ni Mama Samia kuzindua kampeni pale katika viwanja Tanganyika Packers kule. Amekuwa akizindua leo kampeni zake, lakini na ukizingatia leo watu nahisi wengi sana wameenda kule, maana ukizingatia daladala hapo zinapita yani tupu kabisa kuliko siku zote. Wanaenda kumsupport mama. Baadaye tujiandae foleni. Wakiwa wanarudi, lakini sana sana ni wale wanaopita njia ya Kawe, maana kampeni imefanyikia kule, imezinduliwa huku Kawe. Lakini pia nyingine iliyokuwa ikitikisa vichwa vya habari ni kuhusu Priscilla ambaye ni mke wa Jux, ambaye amejifungua hivi karibuni, ambayo watu wengi wanajiuliza mbona tulikuwa hatumuoni na mimba? Umkuti Nigeria akijiuliza. Lakini sasa mwenzio ndio hivyo sasa, yani imeonekana kama ni ya maajabu. Kwa hiyo ndio maana imetikisa vichwa vya habari kwamba hawa watu wameoana tu juzi na leo mtu kashajifungua. Hiyo mimba ilikuwa wapi? Mimba ilikuwa nini? Tunatakiwa waelewe, watu waelewe ni kwamba sio, yani watu tumetofautiana. Sio kila mtu ambaye anabeba labda ujauzito lazima au ajionyeshe. Yaani mimi hapo naweza kukuta hivi nimekaa hivi na nyinyi na mimba na ina miezi 8. Tushangaa mwezi ujao unajifungua. Hapo ndio mnashangaa. Yaani unaona pia hata dressing zake yule alikuwa yani Zeoya anavyo dress yani sura hata mimi siamini kwa kweli. Unakuta mtu mwingine yani tumbo halionekani kabisa hivi anavaa zake na suruali, mmoja tukushtukia mwisho siku anawaambia na mtoto. Waamini. You never know mtoto kashazaliwa jamani. Ni wa kiume hivi. Ni wa kiume. Jux naye hatimaye ameitwa baba. Na nyimbo maneno yale azai ndio zimekuwa nyingi, lakini hatuoni mtoto. Sasa kawajibu kwa vitendo. Mtazamaji wa Rabi TV, kufikia hapo hatuna la ziada tena, ni mwisho wa kipindi chetu. Nipende kukushukuru wewe uliokuwa nasi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka tunapofikia tamati. Nipende kusema asante na bye bye.